Mungu ninayemwamini na kumtumikia ni Mungu mwema. Mungu ambaye anakuwazia wewe mawazo mazuri. Yeye ana mpango mzuri juu ya maisha yako. Lakini ili yeye aweze kutimiliza mpango wake huo mzuri katika maisha yako, wewe unao wajibu, unayo sehemu ya kutekeleza ili kumruhusu yeye ahusike katika maisha yako. Na ndiyo maana tunakutanika mahala hapa kwa ajili ya kujifunza ni nini ulio wajibu wa kila mmoja, ili katika kutekeleza huo wajibu tumruhusu Mungu aweze kuhusika katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninaitwa Mwalimu Daudi Mwarizo, na kipekee ninakukaribisha katika maisha ya ushindi. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Wagalatia sura ya 5 mstari wa 6, maana katika Kristo Yesu kutahiriwa kufai neno wala kutokutahiriwa, bali imani itendayo kazi kwa upendo. Mimi nataka haswa tuangalie hichi kipengele cha mwisho ambacho kinasema bali imani itendayo kazi kwa upendo. Mimi ninafahamu, natambua ya kwamba Mungu wetu ni Mungu wa utaratibu. Si Mungu anayefanya mambo kwa kukurupuka. Ana utaratibu wa kila jambo ambalo linafanyika. Na utaratibu alioweka katika masuala ya kiroho ni kwamba katika ahadi zake zote, ili tuweze kuzipata, ili tuweze kunufaika nazo, ni lazima tuzichukue kwa imani. Lakini kwa mujibu wa andiko linatuonyesha, ili hiyo imani ifanye kazi, ni lazima pawepo na upendo. Ni kama vile kusema ya kwamba tuna safari ya kwenda sehemu, na ili tufike ile sehemu tunahitaji gari, lakini gari inahitaji mafuta. Upendo ni kama mafuta na imani ni kama gari. Imani inatuwezesha kufikia ahadi za Mungu, kuzichukua, kuzitoa katika ulimwengu wa roho na kuzileta katika ulimwengu wetu wa damu na nyama. Lakini upendo unaifanya imani itende kazi. Pasipo na upendo, imani haitafanya kazi. Hili ni jambo la muhimu sana kuelewa. Iwapo umekuwa ukisimamia imani ya neno la Mungu katika jambo fulani, na kwa namna moja au nyingine huoni ile imani ikikupa matokeo, kwanza nataka ufahamu, imani siku zote inatoa matokeo. Imani haijawahi kushindwa. Kwa hiyo tatizo halipo katika imani, tatizo halipo katika Mungu, tatizo litakuwepo kwako wewe. Kwa hiyo sehemu ya kwanza ambayo ningependa kukushauri, nenda kaiangalia ni je, wewe una upendo kwa watu wengine? Unaonyesha msamaha kwa watu wengine? Ni mtu mwenye kujali mambo ya watu wengine? Ni mtu unayewanenea vizuri watu wengine? Popote palipo na upendo, Mungu yuko mahala hapo, kwa sababu neno linasema Mungu mwenyewe ni upendo. Na kama Mungu yuko mahala hapo, imani itafanya kazi. Kwa hiyo ndugu mpendwa, ni muhimu sana kuelewa jambo hili. Kama unataka imani ikuwezeshe kupokea kila ahadi ambayo Mungu ameweka maishani mwako, basi ni lazima uenende kwa upendo. Ni lazima uwe mtu wa kutanguliza mambo ya watu wengine kabla ya kwako. Lazima uwe mtu wa kukubali kusamehe. Lazima uwe mtu wa kuchukuliana na watu. Lazima uwe mtu wa upendo, maana ni kwa kupitia upendo imani inafanya kazi. Kama umebarikiwa na somo hili kwa namna yoyote ile, basi niandikia comment hapo chini. Lakini kama una swali au una jambo lolote ambalo linahitaji ufafanuzi zaidi, mawasiliano yangu yako hapo chini, nitafute. Ningependa niwe baraka kwako kwa kadri ya inavyowezekana. Mpaka hapo tutakapokutana tena, usisahau kuwa Mungu anakupenda na anataka wewe uishi maisha ya ushindi. Barikiwa.